بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wapenzi wa nini, kama tulivyozungumza jana kwamba malengo makubwa ya mwanadamu au muumini muislamu ni kujiweka karibu na Allah tabarak wa taala. Alqurbu min Allah, kule kujiweka karibu na Allah tabarak wa taala ni wakati wote unamkimbilia Allah. Fafirru ila Allah, Allah sema mkimbilieni Allah, kwa sababu mwanadamu au muumini anajua kwamba mlezi wake ni Allah. Sasa kiumbe chochote kina hisia, hata asipokuwa na akili anajua salama yake na kwenye amani katika maisha yake ni kuwa karibu na mlezi wake. Na sisi tuamini Rabbuna Allah, kwamba mlezi wetu ni Allah, basi haitotosha kusema. Allah sema innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu, wale watakaosema kwamba mlezi wetu ni Allah thumma istaqamu, alafu wakawa katika msimamo wa la ilaha illa Allah, wakawa na istiqama na la ilaha illa Allah. Na hapa ndiyo penye mazingatio makubwa kwa kila Muislamu, asitosheke na kauli yake ya la ilaha illa Allah. Ndio yule bwana aliyekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nifundishe neno ambalo sitauliza mwingine, nitatosheka kwako, sina haja kuuliza mwingine yote. Qala qul amantu billahi thumma istaqim, neno ambalo la kutosha, somo linalokutosheleza katika maisha yako ya imani. Sema amantu billahi, la ilaha illa Allah, thumma istaqim, alafu uwe na istiqama katika la ilaha illa Allah. Sio ulimi wasema la ilaha illa Allah, matendo yako yako nje ya la ilaha illa Allah. Jambo la istiqama ndilo jambo muhimu sana, na ndilo linalomfanya mtu awe karibu na Allah. Wewe una mzazi wako, ukimuita unamuita baba, lakini akikutuma uende ufanye kazi fulani unamwambia mimi siwezi. Akikuamrisha hili unafanya kinyume cha lile. Kweli mtakuwa na mahusiano na mzazi huyo? Hamwezi, kwa sababu hujamkubali. Kama umemkubali ni mzazi wako kweli, ingekuwa wamtii, basi falillahi almathalul a'la, Allah ana mfano wa juu zaidi kuliko mifano hii ya viumbe. Ni kwamba wewe kama umemchagua Allah ndiye mlezi wako, kipenzi chako, lazima umtii, usimwasi. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubba, inna dhalika la umri fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti. Vipi utamwasi Allah alafu udhihirishe wewe ni muumini unampenda Allah? Haiwezekani. Inna hadha la umri fil qiyas badi', hili ni geni, aliingia akilini kwamba utampenda mtu alafu wewe nda kinyume na yeye. Kila mpenzi humridhisha,
lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, lau yangekuwa mapenzi yako ni ya kweli ungemtii. Wewe kama mtu yeyote amekaa kwenye kifua chako, huyo atakachokuamrisha utafanya. Sasa vipi Allahu waliyul ladhina amanu, Allah ndiye mpenzi wa waumini. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, walioamini wanampenda zaidi Allah. Haiwezekani kuwa Allah ni kipenzi chako alafu umtii. Hili ni geni, halikubaliki katika akili. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu mutiu, hakika mpenzi kwa anayempenda wakati wote yuko tayari kumtii. Kwa hivyo alqurbu min Allah, kule kuwa karibu na Allah, ni lazima uwe na jambo zima la istiqama, la kuwa na msimamo katika imani yako. Unamwamini Allah tabaraka wa taala, kwa hivyo uwe tayari kufuata amri zake na kutii amri zake. Uko tayari kuepuka matatizo yake. Imani yako ashhadu an la ilaha illa Allah iwe itafungamana na huwezi kuwa na mapenzi na mtu bila ya kumjua. Kiasi utavomjua ndivyo utakavyompenda. Kwa ajili hiyo ndio tukaletewa kitabu tumsome Allah, kwa sababu bila ya kumjua mtu hawezi kujenga mapenzi. Humjui utampenda vipi? Lakini utakapomjua kwa kusikia sifa zake, kwa kumuona, ndio utampenda. Lakini bila hujanisikia, hujaniona. Kuna watu wangapi waniambia mimi, Sheikh, wallahi mimi nakupenda sana, nakufuatilia sana. Kwa nini anipenda? Amefuatilia darasa zangu, akajua ninayoyasema, yale yakaingia kwenye moyo wake, si ndio? Sasa vipi utampenda Allah wewe na Qur'ani mko mbali? Qur'ani ndio inakueleza Allah ni nani. Sasa wewe na Qur'ani mko mbali, utampenda vipi Allah? Na hapa ndio twasisitiza Waislamu wajiingize kamili katika kuisoma Qur'an. Isitoshe kuisoma qiraa babgha, kisomo cha kasuku tu, bali kujua maana yake, kwa sababu ukijua maana yake ndio utamjua nani? Allah. Ndio utakuta tatizo kubwa sisi twaisoma sana Qur'ani, twasali sana, tukitoka nje tuko vile vile, hatuna mabadiliko ya swala, hatuna mabadiliko ya Qur'an, kwa sababu umesoma sheria usizozijua, utazitumia kweli? Na wewe umepewa sheria hizi, ndio sheria za kutembea hapa Zanzibar. Wewe huijui ile lugha, ukazipokea, hujui maana yake, ukazisoma lakini maana hujui, utazitumia kweli? Haziwezi kufanya kazi katika maisha. Na ndio sisi kama tutakuwa hii Qur'ani tutatosheka nayo kuisoma hivi tu bila ya kuijua maana yake. Allah asema walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir, tumeifanya nyepesi hii Qur'ani kufahamika, kuzungumza, kufundisha. Je, kuna mwenye kufikiria katika nini? Sasa utafikiria nini kama wewe huelewi? Allah asema inna anzalna ilayka alkitaba inna anzalna ilayka kitaban mubarak liyadabbaru ayati wa yatadhakkara ulul albab, tumekuteremshia kitabu chenye baraka. Nini? Utaipata vipi baraka hii? Kwa kuisoma. Liyadabbaru ayati, alafu Allah sema lengo la kumteremshia kitabu hiki ili waweze kuzingatia aya zake. Neno la kuzingatia ni neno la kufikiri, si ndio? Haya maneno yangu bwana yazingatie vizuri, ina maana hebu yaweke kwenye akili, ujiulize maswali kuhusu niliyokuambia mpaka uridhike, upate
ni kweli bwana, ameniambia maneno mazito. Sasa wewe Qur'ani yakwambia wailul likulli humazatin lumaza, alafu Qur'ani yakwambia liyadabbaru. Wewe hujui maana wailul likulli humazatin lumaza, utazingatia nini hapo? Hakuna. Lazima, huwezi kufanyia kazi kitu mpaka ukijue. Popote utakapokwenda fanya kazi, utaulizwa cheti chako cha usomi wako kuhusu ile kazi, au sio? Isitoshe utaongezewa na khibra, experience yako, si ndio? Una uzoefu wa miaka mingapi? Kwa nini uulize uzoefu? Manake kiasi ambavyo umejua kisha ukaifanyia kazi kwa muda mrefu, ndio utakuwa bingwa na mahiri katika kuifanya ile kazi. Sasa Qur'ani inavyosoma, jana nimeposti kwenye status yangu, utaona kitu usichokijua huwezi kukifanyia kazi kabisa. Wewe hujajifunza kupeleka gari, utaendesha gari? Hata kama ni lako, utatafuta nani? Huwezi kusema gari langu liendeshwe na mwingine, ujui. Utamlipa mtu hela aendeshe gari lako, kisa huna ujuzi nalo. Kitu usichokijua utakipoteza katika maisha. Kutojua ni hasara kubwa. Ni sababu moja mtu akitojua, yani ile neema alionayo asifaidike nayo. Nimezungumza kisa hiki kwamba kuna kijana mwema mtaani, aishi na mamake, kijana mkarimu sana, anamwangalia mamake vizuri, yeye ndiye anamlea mama. Sasa kijana yule akapata safari zake za kibiashara, akamwachia mama hela. Mtaani ajulikana, imamu wa msikiti ni kijana anayesaidia kuendesha msikiti pale mtaani. Kijana mwema, ajulikana na watu wa msikitini, na mama yake wanamjua, wanamheshimu vile kwa heshima alionao kijana. Akasafiri akamwachia mamake hela, akaondoka. Alipoenda kwenye zile safari zake, kwa muda ule akachelewa, kukatokea mambo, akazuilika, akawa hawezi kutoka kurudi kwao. Kwa bahati mzuri kijana kuwa na fikra mzuri na mamake na hamu na mamake, alitengeneza cheki za dola 1,000. Akapambana na bwana mmoja, akamwambia naomba ukienda kule nyumbani kila mwezi hii cheki utampelekea mamangu cheki moja. Mimi mambo hapa imekuwa magumu kutoka. Mama alitumia ile hela aliyoachiwa kamaliza. Mama ikifika wakati hana hela, taishi vipi? Ikabidi mama atoke mtaani, atoka nyumbani. Siku ya Ijumaa simama nje aomba, saidieni. Wale maratibu wa msikiti, imamu na watu wake pale, wakasikia uchungu sana. Mmoja amekuja kuambia mamake fulani aomba. Hapana, haiwezekani, njoni. Wakifika kweli, wakamfuata mbio mbio. Mama, kuna shida gani? Sina hela ya matumizi. Kwani Muhammad wapi? Muhammad alisafiri akaniachia hela, lakini namaliza na Muhammad hajarudi. Usiombe mama tena, hakuna kuomba. Alafu wala haja kuletea chochote. Asema kuna kijana mwingine kila kwa muda fulani uniletea bahasha, nikifungua kijikaratasi tu kimechora chora hivi, basi anaambia salamu kutoka kwa mtoto wako, naziweka. Yule imamu akatumia akili akasema, hapana, Muhammad huyu tunamjua wema wake alionao kwa watu wa kawaida, tunavyomjua anavyomlea mamake vizuri. Mama, twende nyumbani tukaona hivyo vijikaratasi. Walipofika, mama amezipanga, amezitundika mbele ya kitanda chake, akiziona umkumbuka mtoto wake. Wakifika ni cheki ya dola 1,000.
Wakamwambia, mama, Muhammad hajakutupa hii pesa, ndio hii ni pesa. Asema, basi ule kijana mpumbavu haniambii yeye, uniletea bahasha, salamu zako hizo, mimi nafikiri ni kadi ya salamu tu. Huyu mama ilifika alale na njaa kwa sababu ya nini? Hajui alichokibeba. Ameletewa barua, hajui kuisoma, ilibidi abaki na nini? Na njaa. Hivi ndivyo Qur'ani katika maisha yetu. Kama hatutokuwa tukiisoma, alhamdulillah, saa hii Qur'ani iko kwa lugha nyingi sana. Tafsiri ya Qur'an ipo kwa lugha nyingi sana. Ingefaa misikiti yetu sahihi, idadi ya miswahafu iliyoko papatikane na nusu yake iwe ni tafsiri, ili watu wajifundishe angalau ile kipindi cha kungojea swala. Baada ya swala amesoma peji 2 za, achukue ule msahafu, hata kama ni aya moja, azipitie dakika 10, achukue tafsiri au 5, asome maana yake, kwa sababu usichokijua ni usiku. Ni mtihani mkubwa, na ndio utakuta sisi katika lawama zetu. Vipi shekhe, mimi na swali lakini bado nina maovu yale yale. Mimi na swali lakini siwezi kujikataza, kwa sababu ile swala huijui. Imamu anapiga aya pale, wewe wasikia ile raha tu, watingisa kichwa hivi, lakini jamaa, hivi ni hapana ama ndio? Ukifanya hivi ni hapana ama ndio? Na hapana. Sasa hata ule imamu akitufurahisha sisi ufanya hivi, hapana, hatutaki. Tuko pamoja jamani? Hatuwezi kuwa karibu na Allah bila ya kuwa na istiqama. Na istiqama ni pale kuwa katika mstari wa mafundisho. Analokuamrisha Allah uko tayari. Allah katika Qur'ani akwambia, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Analowaletea mtume lichukueni, analowakataza liepukeni. Sasa hii aya imekwambia chochote ukitaka kuishi nacho Kiislamu, unaangalia mtume hapa alisemaje. Lakini kwa kuwa hukuielewa maana yake, huwezi kuwa na swali hili kujiuliza nafsi yako, kwa sababu huijui hii aya inasema nini. Kwa hivyo kinachotakikana ni kwetu kumkimbilia Allah tabaraka wa taala, na kumkimbilia maana yake ni kule kumjua Allah. Allah ana majina yatosha kukukontroli wewe, walillahi alasmaul husna. Allah ana majina mazuri, majina haya yatosha kukukontroli wewe maisha yako. Allah ana jina Ar-Rahman, sifa ya Ar-Rahman. Angalia aya 2, Allah ajisifu majina yake, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahada huwa Ar-Rahmanur Rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Hizi tu ukizichambua maana yake zitakuweka vizuri, zitakuweka karibu na Allah. Asema yeye ni Allah alimul ghaibi wash-shahada. Sifa yake huyu Allah, ukitaka kumjua nani unaosema ashhadu an la ilaha illa Allah. Man huwa Allah? Alimul ghaibi wash-shahada.
basi Allah huyo unayemkubali kwamba ndiye ninastahiki kumwabudu pekee ni mjuzi wa siri zako na dhahiri zako. Yakupa somo, kama nimemkubali Allah, nisifanye mambo kwa siri yanayomkasirisha nani? Allah. Wala nisijifanye kufanya mambo dhahiri mazuri, lengo ni kujionyesha kwamba mimi nampenda nani? Allah. Hapana, nikifanya jambo kwa kujionyesha, alimul ghaibi, yeye anajua. Sasa hapa hizi sifa mbili tu zitakuweka vizuri. Ukitaka kufanya jambo wajiulize, lakini kama watu hawanioni Allah anafanya nini? Kama hujui maana hizi sifa mbili peke yake, hizi mbili ndio pale utajificha. Kuna kisa nilitoa cha kijana mmoja, alikuwa nyumbani kwao kwenye rumu yake, amefungua simu hizi ni kisu, ni kama sikini. Kisu ukikitumia vizuri utakatia samaki, nyama, matunda, si ndio? Ukitumia vibaya utaua, utachinja mtu, si ndio? Kisu ni kile kile, unaweza kukitumia ukachinjia mbuzi, ukakatia nguruwe, Kisu niko. Sasa ni wewe matumizi yako. Manake hatuwezi kuambia msitumie simu, hapana. Hii simu kwa wanaotaka faida wanafaidika nayo. Watu wengine wakwambia bwana hizi simu bwana haramu. Huwezi kuambiwa. Allah tabarak wa taala, wasakhara lakum ma fil ardi jamia, vyote vilioko ardhini amezidhalilisha kwa ajili yako, amezifanya ni matumizi yako. Sasa ni wewe utatumia vipi? Utatumia kwa njia ya kumridhisha Allah au utatumia kwa njia ya kumkasirisha nani? Allah. Huyu kijana ameingia chumbani, wazazi wako sebuleni huko. Kijana akafungua sehemu ya kuangalia vitu vibaya, akaanza kuangalia maasi, mambo yanayomkasirisha nani? Allah. Angalia, cheka, furahi, lete ingine, bando limeisha, ongeza bando, asikia raha. Anapaka anamlea pale nyumbani. Yule paka akaona mlango uko wazi kidogo, akaamua kuja pale. Yule paka akafika mpaka mlangoni, akaweka makucha yake kwenye mlango ili aufungue. Kijana ameruka na yuko chini ya dirisha limemgonga kichwa, chini, amepiga ukelele, amejisahau. Mama na baba wametoka mbio, paka naye amekimbia ule ukelele uliotokezea na mshindo wa dirisha. Wamekuja mbio, wakija kijana chini. Nini? Una nini Muhammad? Hawezi hata kusema, gonga kisawasawa. Baba akaiona simu, hakuwa na wakati wa kuifunga, amejigonga mpaka akaanguka. Alipoona baba, akaona picha zile anazoangalia chafu, akamwambia Muhammad, kwani kuna nini? Kimefanyika nini mpaka? Akamwambia baba, nimesikia kuna kama mtu yuaja, nikadhania ni wewe au ni mama, kwa hivyo nikaamka haraka kufunga mlango ili wasije kunikuta katika hali hii, usinione mimi naangalia vitu vichafu kama hivi. Akamwambia basi amekuwa paka. Wewe wamkimbia paka mpaka wajiua, umesahau kwamba alam ya'lam bi anna Allah, alam ta'lam anna Allah alim al-ghaibi. Wewe watukimbia sisi tusikuone kabla sisi hatujapeleka jicho. Allah, inna Allah sami'un basir. Sasa angalia hizi sifa mbili za kuona, za kusikia
sifa ya kujua siri na dhahiri yatosha kukuweka wewe kwenye istiqama. Manake unachokifanya utajiuliza, mimi nakifanya hiki, lakini si Allah aniona? Kama watu hawanioni, lakini Allah yuwafanya nini? Yuwaniona. Kwa hivyo utarudi kwenye istiqama. Kama huna istiqama, gari lako litakuwa tinted, mpaka breki pia taiweka tinted. Uamini zile clutch pia taziweka tinted Tumeelewana? Zitakuwa tinted. Maanake waamini kwamba unayo nafasi ya kufanya mambo kwa kujificha, kumbe nafasi hiyo haipo. Qur'ani ukijua maana yake inakukontroli wewe uishi vizuri. Mwangalie Luqman rahimahullah, Luqmanul Hikma al-Hakim amuhusia mwanawe, ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fil ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya, mwanangu kipenzi, ampa nasaha ya upendo kabisa. Na hivi ndivyo inavyotakikana kwa wazazi. Nilikuwa kwenye msikiti mmoja nikauliza swali, ni nani amewahi wiki hii kumwita mwanawe mwanangu kipenzi? Nikatoa 1000 na ikakosa mtu. 1000 ya Kenya, 20,000 ya Tanzania, ndio ilikosa mtu. Wazazi wote msikiti mzima wanaangaliana kama pakaduze Hakuna aloweza kusema mimi. Ina maana hakuna tabia hii katika Qur'ani. Tuisoma sana Qur'ani na tamkuta Luqman mara kadhaa anamuita mwanawe ya bunayya. Ibrahim alayhisalam katika Qur'ani anamuita mwanawe ya bunayya. Yakubu anaita wanawe baniya, si ndio? Wanangu vipenzi, mwanangu kipenzi. Kwa kuwa hatuzingatii maana yake Qur'ani, watu twaishi kwenye nyumba na hatujui kuwaita. Siku moja nilikuwa na bwana mmoja mgeni wangu, wakati wa safari nikamwambia mtoto wangu akatafute zawadi fulani amletee. Yuwatoka akaniletea yule mtoto wangu zawadi ile, nikampa mgeni. Anaambia, baba. Nikamwambia sawa, shukran habibi. Yule bwana akaniangalia, umemwambiaje? Nikamwambia shukran habibi, asante kipenzi. Yani mtoto wako za kumpa shukran? Likawa ni jambo kama lilompata ule sahaba aitwa nani yule, Aqra, si ndio? Al-Aqra, yule alimuona mtume yuambusu mtoto, akamwambia wambusu mtoto? Akasema kwani wewe? Asema ninazaa watoto 10 sijawahi kubusu hata mmoja. Mtume akamwambia, man la yarham la yurham, ambaye hahurumii hatahurumia. Alishtuka huyu bwana, na ni mtu subhanallah, mtu multazim, mtu wa dini, lakini kwa nini ninamwambia mtoto wangu shukran kipenzi? Likawa ni ajabu. Na pengine kwako pia hapa ni ajabu. Hujawahi kumwambia mwanao, akamwambia Salim kipenzi, hebu njoo mtume, Omar habibi, karibu, njoo niku. Yapatikana hiyo? Tuisemeni ukweli, kwenye majumba yetu yapatikana? Sisi tulivyolelewa yapatikana kwenye nyumba zetu? Chache sana. Waweza kuitwa wewe, si ndio? Basi hiyo wewe afadhali waweza kuongezewa wewe ng'ombe. Tumeelewana? Jamani, Qur'ani tubadilisheni. Hebu nasema durusi zangu mwaka huu ninapokwenda ni message ya kwamba jamani, tubadilikeni kwa Ramadhani hii. Angalau jambo moja tu, ukitoka Ramadhani hii uwe na jambo zuri ambalo hulikuwa hukufanyi huko nyuma. Basi hebu jaribu hata hii, watoto wako waite kwa majina mazuri. Wamwite mtoto ng'ombe, akija
Kesho huyo akiwa mkubwa ndio pale atafanya nini? Atakupiga pembe zile, si ng'ombe. Sasa kama yeye ng'ombe aliyemzana, wewe umwita wewe ng'ombe, ili ng'ombe tu, alielewi chochote ng'ombe ili tena, hata si ng'ombe amwita ng'ombe, the big ones. Ndio mimi nina kisa cha yule kijana alikwenda shule mdogo, darasa la pili, akasoma kwenye kitabu cha Kiswahili, soma Kiswahili sanifu, akaambiwa na mwalimu, akajifunza kwamba kuna picha ng'ombe ni yule mama mkubwa au baba, yule mdogo ameandikwa ndama, kile kijigombe kidogo chaitwa nani? Ndama. Akaja nyumbani, akija mzee amekaa na wageni wake nini, akaingia na furaha, baba, leo nakufanyia correction leo. Asema napenda mtoto wangu asome vizuri. Leo namsomesha baba. Nakutoa makosa leo. Nini babangu? Amwambia wewe ndiye ng'ombe, mimi ndama. Wewe ndiye ng'ombe, kumbe wakosea Kiswahili babangu. Jigombe ndiye wewe mzee, mimi ndama tu. Sasa Luqman yuko katika kumfundisha mwanawe, lakini lugha za ufundishaji zina mvuto. Kila akimwambia mwanawe, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, ya bunayya aqimi salah, ya bunayya. Amwambia kila kitaka kumwambia neno, kwanza atanguliza mwanangu kipenzi. Hivi umemwona mwanao pengine ana makosa, amefanya jambo limekukera, ukamwita ukamwambia, nimesoma sehemu kuna mtoto alikorofisha nyumbani, kamkorofisha dadake, dada akamshtakia mama naye akamchapa, wakamwambia wewe kuanzia leo, sikizeni nini, kuanzia leo msiongee naye tena, kuna kuzungumza naye, mwacheni hapa peke yake kama mwanga huyu. Yule mtoto akawa akija baba akashtakiwa, huyu mkorofi amemkosea dadake, amenikosea mpaka mimi, huyu maneno aliyonijibu nini. Baba akasema niachieni mimi, kama mmeshindwa kumrekebisha mimi nitamrekebisha na atarekebika. Ile lugha ikamtisha sana yule mtoto. Baba amesema atanirekebisha na nitarekebika, kwisha. Baba akaingia akabadilisha nguo zake, oga, vaa nguo, twenzetu msikitini. Atatembea vipi na babake kifua mbele siku hiyo? Hapana, atembea huku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Leo baba akaenda wakaswali naye, wakimaliza baba akamwambia, Salim mwanangu, wajua wewe ndiye mtoto wa kiume mkubwa ulioko hapa, wenzako wa kike wale na wa kiume wengine ni wadogo. Katika matumaini yangu makubwa ya nyumba hii, msimamizi wa nyumba hii ni wewe. Ninavyokupenda, na ndio mimi nakuonyesha mapenzi ya juu, kwa sababu naamini wewe utaifanya ile kazi yangu. Wewe utawatunza ndugu zako, utamlea mamako, utafanya hivi, utaendesha hivi. Nashangaa kusikia wafanya vitu kama hivi. Salim kipenzi, ni wewe kweli hivi? Wallahi mimi kama siamini. Lau kwa siku wanaamini mamako ni mkweli, hasemi urongo, haya maneno mimi hata singekuambia. Lakini najua mamako ni umepata mama mzuri sana. Angalia anavyobalance. Wewe ungekuwa kama uko kwa mtoto ungemponda nani? Mama. Unajua mwanamke hata akizeeka ni mwanamke tu. Mimi mwanangu nataka wajue wanawake bwana si watu. Sasa wewe mwambie mamake si mtu, kuna malezi tena hapo nyumbani? Tuko pamoja.
lakini anamjenga kote kote. Amwambia, lau sikuwa namjua kuwa mamako ni mtu wa kisawasawa, mwenye istikama, mtu wa dini mkweli, mimi haya maneno singeamini kama mwefanya vitendo hivyo nyumbani. Lakini mamako ninamjua ni mtu. Kwani kumetokea nini Salim mpaka ukafanya vitu hivi? Mwanangu kipenzi, usiharibu, usichefua CV yako, sijui. Huku wanasema nyumbani, anasema leo nadhani hatojaribu tena kufanya kosa lile, manake atakuja hapa, kuna jipu hapa, kuna nini hapa, huyu leo enda kuuawa. Mpaka mama amefanya wasiwasi, amekuja msikitini kando kando kuchungulia, ajua huyu leo atapigwa. Amemtoa nyumbani ili tusimsikitikie, tukamtetea, ameenda kumpiga huko. Mama kwa roho ya mama amekwenda nje ya msikiti, asubiri asikie Salim akisema ajivurumize ndani, amwokoe Salim. Akitoka Salim sasa nakwambia, wale ni ndugu zako na wewe ndiye baba yao baada ya mimi. Kwa hivyo hawajui wao kwamba wewe ndiye msimamizi wao. Nikafa sasa hivi, wewe ndio masulia. Kwa hivyo wahurumie, wahurumie, ishi na ndugu zako kwa huruma, wapende dini. Salim ameingia nyumbani, hana kovu, hana chochote. Ameingia nyumbani Salim, salamu alaikum, na siku mzima hajasema na mtu. Sasa waulizana, baba alimfanya nini? Baba alitumia mbinu ya Qur'ani, ya bunai, ya bunai. Sisi humwita mtoto kwa majina mazuri kama tutaka kumdanganya, wataka kumfanyia urongo, kumtuma vibaya, wataka kunini, hapo waweza ukamwita vizuri. Baba sijui nini, baba nani, mama, akaitwa baba mama, lakini kumbe hapo wewe atakumuonyesha, kumfundisha awe mrongo. Lakini katika njia za sawa hatutumii majina mazuri. Yatakikana, mimi hulisema kila siku katika somo nilosoma kwa mwalimu wangu Sheikh Siraj Rahmani Nadawi Al-Qadhi, mmoja katika Mpakistani ambaye alikuwa ndiye mudiri wetu rahimahullah. Allah amkunjulie kaburi lake na ajalie raudha min riyadhil janna. Sisi tulikuwa tukimjua huyu shekhe, akikasirika, akikutusi, kuambia Allahu yahdik, Allahu. Akikwambia hivyo wewe huna raha siku hiyo. Manake niitieni Hasan, basi ukiingia ofisini akikuona ile salamu alaikum Sheikh, wa alaikum salam, Allah yahdik. Akikwambia hivyo wewe wajua hapa mimi nimemesi, kuna makosa mengi nimefanya. Lakini neno la kwanza kwambia Mola akuongoze. Kwenye hasira akwambia Mola afanye nini? Allah akuongoze mwanangu. Wewe mwambie pumbavu, si ndio? Waanza shit, tasema shit, blanketi, sijui pilo, nini, zote hazisaidii. Muombe Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana? Wata mambo ya shit na blanketi, mwambie Mungu akuongoze mwanangu. Tuko pamoja? Sasa Luqman katika mafunzo anamfundisha mwanawe, anampa funzo hili la sifa ya Allah, alimul ghaibi, mjue Mungu wako kwamba anajua yaliyo wazi na yaliyojificha. Usifanye kitu kibaya kwa sababu wajiona ni siri. Hapana, hakuna siri mbele ya nani? Ya Allah. Amwambia ya bunayya, mwanangu kipenzi. Jamani, kwanza leo tutaibadilisha lugha, ama na nyumbani kuanzia leo badilisha lugha. Mkeo, mwanayo, dadako, hebu tumia lugha za mapenzi mpaka, lakini anza polepole, usitoe majina makubwa mpaka akashtuka. Tumeelewana? Anza na watoto nini, polepole, neno dogo dogo, usianze na kubwa ukatoa neno likapite kama yule Muhammad al-Hashimi likakurudia ukakosa mke, ukamsifu mpaka ukapitiliza. Anza polepole. Tumeelewana?
jifunze polepole majina mazuri mazuri, sifa mzuri mzuri. Kuna bwana mmoja alikuja darasani kama hivi, shekhe akafundisha akasema, katika jambo linalojenga mahusiano ni mwenzako anapofanya kitu kizuri kumpongeza. Mtoto wako, mkeo, akifanya jambo zuri, shukran wallahi, chakula cha leo bwana, Mungu akuweke mke wangu bwana, ubaki na mimi hata kama kufa mimi kwanza, maanake nitakosa mapochopocho kama haya nitapata wapi mke wangu? Jamaa huyo alitoka nalo akasema, leo atajijua, leo nitamweka mbinguni kwa sifa. Alipokwenda kuenkewa chakula, hajakula vizuri, asema, mke wangu siku zote wapika, lakini leo leo umenipikia kweli bwana, sijawahi iftari tamu. Kumbe yule mke ile chakula ameletewa na jirani. Mbona ile sahani ilikaa usoni? Siku zote napika mimi, sipiki vizuri, leo kuletwa cha jirani ndio chakula. Ikawa imezusha balaa nyingine. Mambo polepole, tumeelewana? Usiende na high speed, anza na gia chini. Kwa hivyo Luqman amwambia mwanawe, ya bunayya, mwanangu kipenzi, innaha, hakika ya mambo haya maovu utakayofanya, intaku mithqala habatin min khardalin, ukalifanya baya ambalo ni dogo, kuliko wepesi wake, udogo wake ni jepesi kuliko ule uzi ulioko kwenye koko ya tende pale katikati, ile kamba iliyoko pale nyepesi, huwezi kuipima kwa wizani wote, si ndio? Ukafanya dhambi dogo au chini ya tembe ya mchanga kwa udogo wake, fatakun fi sakharati, ukafanya chini ya nini, majabali, ukaingia kwenye mapango, kwenye caves huko, ukenda ukafanya mabaya yako, au fi samawati, au katikati ya mbingu, au fil ardhi, au kachimba kaburi huko ukajijengea chini ya ardhi ukafanya maovu yako, yaati biha Allah. Usidhani umefanya siri, Allah kuna siku atafanya nini? Atalileta. Yauma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala, kuna siku tu siri zote zitafichuka, na hapo afadhali ungekuwa duniani una uwezo wa kufanya toba, hapo huna nguvu tena. Fama lahu min quwwatin wala nas, huna nguvu ya kujitetea wala huna msaidizi wa kukunusuru. Kwa hivyo ishi na tabia hii, mtambue Allah. Haya hizi ni sifa ngapi tumezitaja? 2 tu, alimul ghaibi. Je, sasa ukizijua sifa 99 maisha yako yatakaa vizuri kiasi gani? Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, ni Allah ambaye hakuna mola mwingine isipokuwa yeye. Al-Malik, sifa nyingine jina lake Allah nijiita Al-Malik, ndiye mfalme, na tunajua mfalme ni order tu, si ndio? Anachotaka anafanyiwa, si ndio? Kwa hivyo ujue kwamba usije ukamkera Allah. Allah akitoa amri yoyote imeisha, na mfalme wa duniani atakwenda kuambia askari wake au nani yake, nenda kamfanye kitu cha fulani, nenda kamfanyie hivi, itachukua process. Lakini Allah hakuna process. Idha arada shay'an an yaqula lahu, yeye akitaka kukuamulia ni hapo kwa hapo, anachotaka kinafanyika. Kwa hivyo sifa hii itakwambia niache kiburi mimi kwa sababu kuna Allah ambaye ni Malik, niache jeuri mimi kwa sababu yuko Allah ambaye ni nani? Al-Malik. Niache kudhulumu kwa sababu mwenye ardhi hii sio mimi, ni nani? Al-Malik, yuko mfalme wa ardhi hii. Itakukontroli maisha yako, utajiadjust mwenyewe. Kujiadjust Kiswahili utasema nini? Utajirekebisha wewe mwenyewe kutumia majina ya Allah.
hivyo hivyo Al-Malik, Al-Quddus, majina 99 sio majina tu. Allah amesema walillahi al-asmaul husna, ni majina mazuri, ni mazuri kwa kuwa uzuri wake moja ni kwamba yatakusaidia wewe kuishi vizuri. Kwa hivyo Qur'an tunatakikana tujikaribishe kwa Allah. Kuwa karibu na Allah ni kuwa na istiqama, kuwa na msimamo wa kwenda na anavyotaka Allah, na huwezi kujua Allah anataka nini ila kukijua maana yake kitabu cha nani? Cha Allah. Qur'ani hii imeletwa kwetu kwa malengo, litubayyina linnasi ma unzila ilayhim. Allah asema nimekuteremshia kitabu hiki, nimekuteremshia Qur'an, kazi yako uwafafanulie watu, uwawekee wazi watu haya maneno yaloshikishwa maana yake ni hii na hii na hii na hii. Leo Qur'ani imefasiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipo kwenye vitabu vyetu. Ni wajibu wa kujiweka karibu kuijua Qur'ani yataka nini, ili tuishi kama inavyotaka Qur'an, na hapo ndio tuwe katika istiqama, na tukiwa katika istiqama ndio tutaweza kuwa karibu na nani? Na Allah, kwa sababu Allah tabarak wa taala yuko pamoja na wale wenye kumwogopa. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah yuko pamoja na wenye kumwogopa yeye, na ndio kaekewa saumu ili upate kumwogopa Allah, uwe karibu na nani? Allah. Message yangu Ramadhani hii, jifunze kwamba lengo la ibada ni mimi kuwa karibu na nani? Tuko pamoja? Lengo mimi la kuswali ni kuwa karibu na Allah. Lengo la kufunga niwe karibu na Allah. Lengo la dhikri kumtaja Allah niwe karibu na Allah. Lengo la kusoma Qur'an niwe karibu na Allah. Lengo la kutoa sadaka niwe karibu. Kila ibada ninayoifanya lengo langu kubwa ni kuwa karibu na Allah, kwa sababu kila anaelelewa usalama wake ni kuwa karibu na mlezi wake, na sisi tuko kwenye malezi ya nani? Ya Allah. Hatuwezi kuwa salama ila tuwe na karibu na mlezi wetu. Ndio Allah akasema katika Qur'an, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Wale watakaosema mlezi wetu ni Allah, alafu wakawa katika msimamo wa kumridhisha Allah, basi hao fala khawfun alayhim, katika dunia hii hawana uoga wa lolote, kwa sababu wanajua wana Allah, wana mlezi mwenye uwezo, mwenye nguvu, msikizi, mwenye kuona, mwenye sifa zote nzuri. Wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika, kwa sababu maisha yao duniani yatakuwa mazuri na akhira yatakuwa mazuri, kwa sababu watakuwa wanaishi kwa kumridhisha nani? Mlezi wao, Allahu Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.